Anaweza kagawia washiriki wote hela, akamwambia baada ya masaa mangapi hela yako inakuwa imeisha. Kuna mtu mmoja alikuwa limekuwa pale, namfahamu, alikuwa maarufu sana zamani, alikuwa anafanya mazinga huko, alikuwa mti mkavu. Yeye alikuwa anaweka hela huko, unakuta pale stand Mwanza. Anaweka huko, unakuta makaratasi, alafu anakuambia katumie masaa 4 baadaye inatoweka hiyo hela. Wewe sasa, wengine wamehamia makanisani, wanafanya mambo ya uganga, wanatumia baadhi ya vitu ambavyo havikuruhusiwa. Sio njia ambayo Mungu alifanya. Hizo ni njia ambazo shetani anazitumia. Hizi kwa nini roho zimefundishwa kama vyura? Chura anapoluka hapa na pale hawezi jua ameelekea wapi. Ndio maana roho hizi zimefundishwa kama chura. Huwezi fahamu ameelekea wapi. Ndio uongo unavyoelekea duniani. Lakini kwa nini nimefundishwa kama vyura? Vyura wenyewe waga wanazaliana zana viguriguri. Unafahamu viguriguri? Nenda kule mabwawa pale utakuta kama viguriguri. Viko vingi vya usi vinapita. Lakini chura wanaokuwa ni 3 2. Yaani wapo wengi lakini kulea hawajui. Mafundisho wanayowapatia mafundisho ya hawafundishi, hawalishi chakula cha bora, cha kulisi uzima milele. Ndio maana ya chura. Wanawafuata lakini hawapatii uzima wa milele. Wanakuwa wengi lakini wanakuja vinakuwa vichache vidogo. Chura unakuta guliguli, unafahamu guliguli. Nenda kule mapwao, utakuta vile vyeusi vinapita kama 100 hivi. Lakini chura waliomo mle unakuta 3 4 ndio wamekuwa. Wengine ndio wamekufa. Lakini unapiga makelele hawa. Ukisikia mle koko. Wanapiga makelele. Hii waga nafundisha kwenye mikutano ya effort, waga naweka hadi vyura wanapiga makelele, wanawasikia. Maana hii na tunaweka waga naweka mimbo jinsi ya dunia wanavyofanya, muziki jinsi inavyokuwa duniani wanavyofanya na kanisani mimbo inavyotakiwa kufanyika. Hii waga inananili sana. Sema kwamba hizi ndio za mashetani. Lakini Mungu anatamani kutupatia muhuri wake. Kutupatia muhuri wake. Kila mtu apewe muhuri. So is the mark. The seal. Kupewa seal. Zaidi ya 19. Seal. Kupewa seal. Muhuri wa Mungu. Na huu Mungu anatamani autie katika vipaji vya nyuso vyetu. Kwa sababu sasa hivi vita iliyopo ni nani abudiwe. Ndio maana kitabu cha Ufunuo inazungumzia kumcha Mungu, Ufunuo 14, kumcha Mungu na kumtukuza. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Saa ya hukumu yake imekuja. Malaika wa Mungu anaruka katikati ya mbingu. Anasema jamani, mcheni Mungu kumtukuza. Maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa sababu Mungu anataka kuwatia watu muhuri wa Mungu. Katika slide ya 38 hapo, slide 38 kitabu the seal or mark. Unakuta hapo muhuri wa Mungu, muhuri ya Mungu. Unakuta hapo kuna malaika katika kitabu cha Ufunuo 7:2 anasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika 4 waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msizuru nchi na bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso vyao. Narudia tena, akisema msizuru nchi na wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso vyao. Nataka niwaeleze hapa kwa nini Mungu anatia muhuri kwenye vipaji vya nyuso vyao. Nikimaliza hapa, baada ya kujua muhuri wa Mungu, ninakuja kuelezea kwa nini Mungu anatia muhuri kwenye the front lobe, ubongo wa mbele, si ubongo katikati wala ubongo wa nyuma. Ubongo wa mbele kuna nini? Kwa nini Yesu au kwa nini Mungu asitie muhuri kwenye kisogo? Kwa nini asitie muhuri kwenye katikati, kwenye mid brain? Kwa nini anatia kwenye front lobe? Kwa nini anatia kwenye front lobe? Ni kwa nini? Tutaje tuone hiyo. Na watu wengi wanafikiri hivi, labda muhuri utatiwa, watu wataona mtu anachukua bakoti fulani, anabandika, anakuchuna hivi, anakubandika kwenye mkono kwamba eti 666. Kuna chapa ya mnyama na kuna alama ya mnyama. Chapa ya mnyama si alama ya mnyama. Chapa ya mnyama ni hesabu ya jina lake, ambayo jana tuliona kwamba hesabu yake ni 666. Anajiita Vicarious Free Day, yani mwakilishi wa Mungu duniani, mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani. Jana hiyo ndiyo chapa ya mnyama. Lakini alama ya mnyama ni uwezo wa kanisa.
Uwezo wa kanisa umeweza kubadilisha amri ya Mungu kutoka sabato takatifu ya siku ya saba kwenda siku ya kwanza. Huo ni uwezo, na hiyo ndio alama ya uwezo wake. Alama ya mnyama ni tofauti na chapa ya mnyama. Sasa sikiliza, Mungu anatia muhuri watu wake, na Mungu katika Ufunuo ile 13, yeye huku unakuta kuna chapa ya mnyama inatoka katika kipaji cha uso. Yaani nitakueleza kwa nini wanatia kipaji cha uso, na wengine wanatoa mkononi mwao. Ni watu wa namna gani hao? Lakini huku na Ufunuo 7:2 unakuta kuna muhuri wa Mungu, wenyewe unatiwa katika front lobe, kwa ubongo wa mbele. Kuna kitu gani hapa? Kwa front lobe, ubongo wa mbele, watu wanafanya kwa kipaji cha uso. Slide ya 40 kita Swahili Mark, slide ya 40. Kuna unakuta kuna kipaji cha uso, kipaji cha uso hapa kwenye front lobe. Mungu anatia muhuri hapa. Je, muhuri wa Mungu ni nini? Je, muhuri wa Mungu ni wa namna gani? Kwa sababu kweli Mungu alisema kwamba sheria ya Mungu itakuwa kwa sheria ya Mungu itakuwa katikati ya uso wetu. Katika kitabu kile cha Kutoka 13:9 asema, nao itakuwa ishara kwako katika mkono wako na kwa ukumbusho kati ya macho yako, ili kwamba sheria ya Bwana ipate kuwa kinywani. Iwe kinywani. Sasa watu wanajua kwamba hivi kwamba sheria ya Mungu au chapa ya mnyama wanajua kwamba ni 666, lakini hawafahamu alama ya mnyama ni ipi. Na wale mwingine watu wafahamu chapa ya mnyama kama ni 666, wanafahamu alama ya mnyama ndio chapa ya mnyama. Kwa vitu viwili tofautisha. Kuna chapa na kuna alama. Nimwambia alama ni uwezo wa kanisa. Chapa ni hesabu ya jina lake. Maana ya kipaji ni imani. Yaani unaamini ya kwamba mimi Ufunuo 13 kwamba mimi naamini kwamba huyu ndio mwakilishi wa mwana wa Mungu duniani. Na nakubali alama yake ya kwamba siku ya Jumapili ndio siku ya Sabato. Watu watakao tuweka na vipaji vya uso vyao ni wao wanaoamini kwamba siku ya Sabato ni siku ya Jumapili. Lakini wao wanaotoa mikononi mwao ni wale ambao watakao ofia, yaani hivi kwamba unafanya kazi, unaambiwa siku ya kuchukua mshahara na kazini unaanza kufanya kazi kuanzia Jumamosi, kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Unaenda kazini. Siku ya Sabato, siku ya Jumapili itakuwa ni ya kupumzika dunia nzima. Ndio utaitambua hivyo. Hapo baadaye nataka niwasimulie hapa baadhi ya vitu fulani. Je, unafahamuje hiyo amri hiyo nani ya Mungu, muhuri wa Mungu? Muhuri wa Mungu katika slide ya 50 hapo. Muhuri wa Mungu halalisha cheti. Yaani kwa mfano muhuri una vitu vitatu. Muhuri, utaka kujua muhuri lazima una vitu vitatu. Lazima una jina, alafu uwe na cheo. Jina, cheo, alafu eneo la utawala. Jina, cheo, eneo la utawala. Nadhani hiyo slide ipo hapo. Iko slide ya seal or mark. Angalia pale slide ya 51. Slide ya 51. Jina, cheo au eneo la utawala. Maana kwa mfano nikatolea mfano, kuna rais alikuwa anaitwa Uhuru Kenyatta. Ukisikia Mungu anasema muhuri, anatia muhuri katika vipaji vya uso wetu, maana yake lazima muhuri una vitu vitatu. Kwa mfano jina, labda kama ni rais wa Kenya, sema alikuwa anaitwa kipindi kile alikuwa anatumia Uhuru Kenyatta, kisa hivi yuko anaitwa Ruto. Anaitwa Ruto, si ndio? Anaitwa rais wa Kenya. Sasa kipindi kile nilikuwa natumia, nilipokuwa nahubiri kule, alikuwa anaitwa Uhuru Kenyatta. Jina lake ilikuwa Uhuru Kenyatta, lakini cheo chake alikuwa anaitwa yeye ni president. Cheo chake ni president. Alafu anaotawala ilikuwa ni Kenya. Una muhuri wake lazima usomeke hivyo. Muhuri wake lazima usomeke hivyo. Je, katika sheria ya Mungu, kuna sehemu yoyote ambayo inaelezea kwamba kuna sehemu
inaelezea kwamba kuna muhuri wake katika Saidi ya 57. Umestahili wewe mwana Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako uliviumba vitu vyote. Vitu vyote. Je, katika sheria ya Mungu kuna sehemu, kuna sabato yake? Kitabu cha Kutoka 20 Saidi ya 72. Kutoka 20:11 sema, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akaitakasa. Narudia tena upya. Katika kitabu cha Kutoka 20 kuanzia 8 pale Saidi ya 70. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Katika siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala mgeni aliyeko ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu, Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya Sabato akitakasa. Kwa hiyo jina lake Mungu ni Bwana Mungu wako. Yeye jina lake kwa Mungu. Alafu cheo chake yeye ni muumbaji. Alafu eneo la utawala ni mbingu na nchi. Kwa katika amri 10 za Mungu, amri ya 4 tu ndio inaeleza ya kwamba ndio kuna muhuri wa Mungu. Kwa malaika yule wa Ufunuo 7 anapowapigia wale roho za vita, yani malaika wanne, zile pepo 4, maana ni roho za kivita. Anasema hivi, upepo usivume Kenya, usivume Uganda, usivume wapi Msumbiji, isivume Marekani, isivume, ili watu wa Mungu watiwe muhuri katika vipaji vya uso vyao. Yani sheria ya Mungu kwamba wajue Sabato takatifu, kwamba yeye Mungu ndiye muumbaji, aliviumba vitu vyote duniani. Sabato. Ndio maana hata kule Marekani walichunguza kwa nini mapigo ya moyo ya binadamu kuanzia siku ya kwanza ya juma mpaka ile siku ya 6 mapigo ya moyo yana taratibu, pap pap pap, siku ya 7 pap pap, lakini siku ile ya kwanza mpaka ya siku ya Alhamisi, ya kwanza mpaka Ijumaa, siku ya kwanza mpaka Ijumaa, hapo siku ya kwanza Ijumaa pili mpaka siku ya 7. Kaangalia kwa tovuti ile ya Invaders Marekani, utafiti uliofanyika kwa nini mapigo ya moyo ya binadamu kuanzia siku ya Jumapili mpaka Ijumaa yanapiga haraka haraka, alafu siku ya Sabato yanapiga taratibu. Yaani hivi wakagundua kwamba hivi watu wengi wanapata magonjwa mabaya ya moyo na mshtuko ya moyo kwa sababu siku ya Sabato wanaenda kufanya kazi ngumu. Kwa sababu siku hiyo mapigo ya moyo yako chini, maana yake siku ya kupumzika. Kwa hiyo ukijioverdose kufanya kazi, ndio Mungu anasema siku hiyo pumzika. Kwa hiyo siku hiyo mapigo ya moyo yako chini. Kwa utafiti mwingi ambao ulifanyika kwa kujulisha hayo. Kwa hiyo muhuri wa Mungu ni Sabato. Ndio maana katika kipindi hiki tunajiandaa sasa katika vita ya Yakobo. Yakobo alipokuwa anamkimbia Esau, siku moja alipigana na Mungu mweleka na Yesu. Akabadilisha jina akamuita, sasa wewe utaitwa Yakobo, utaitwa Israeli. Aliyepigana na Mungu. Usiku ule anaungania Mungu. Ndio kipindi hicho ambacho watu wa Mungu watakuwa kwenye maombi sana. Utakuwa tunamngania Mungu kweli kweli. Kuna watu wataacha kazi zao nzuri. Kuna watu wataacha biashara zao nzuri kwa sababu ya Kristo. Kwa sababu muda umekwisha. Kwa niwaambieni, kuna watu hapa uenda wameingia wanatazama na kulisikiliza, wao mnoko mahali hapa. Kuna watu ambao Mungu atahitaji wamtetee katika kipindi kile kinachokuja mbeleni. Mjua ilifunua kuhusiana vita inayokuja, vita ya kiroho. Vita ya kiroho. Ndio maana kitabu cha Ufunuo Ufunuo 16 pale ukisoma chini kabisa unakuta pale malaika yule, ukisoma pale hapo kidogo kitabu kile cha Isaya, ni Isaya. Ufunuo, twende Ufunuo 16:13. Nikaona roho 3 za uchafu zilizofanana vyura zikatoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote, kwa kusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Kuna vita kuu hii ndio nazungumzia hapa, vita ya Yakobo, vita ya mwisho kabisa ambao watakatifu wanapigana, inaitwa vita ya Yakobo. Vita kuu ya mwisho. Alafu akafanyaje? Tazama,
naja kama mwivi, heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Wakusanya hata mahali paitwapo kwa Kiebrania Hal Magedoni. Hal Magedoni ni sehemu ambayo Waisraeli walitetewa na Mungu pasipo wao kupigana vita. Yaani walikuwa naona tu jinsi ambavyo malaika wa Mungu wanawashambulia majeshi ya Sisera. Sisera alikuwa jemedari. Katika Waamuzi 25 huko nasoma kwamba alikusanya jeshi la falme watano kupigana na Israeli peke yake. Bonde inaitwa Megido. Walipofika pale, Israeli wakaimba, wakaomba, wakamwomba Mungu. Mungu mwenyewe alishuka na kawapigania vita, basi wao kuchukua hata mkuki kuwapiga wa majeshi ya Sisera. Ndivyo hivyo katika siku za mwisho Mungu, mwambie, haina kuwatea watu wa Mungu kama jinsi alivyotea Waisraeli. Vita ya mwisho kabisa itakuwa ni Megido, El Magedoni. Sasa hii, kwa nini huyu malaika anapomimina kile kitasa cha mwisho, wafalme wote wanakusanyika katika vita ya siku ile ya mwisho ya historia ya dunia, inaitwa Hal Magedon. Katika falme nyingi za dunia sasa hivi zinakusanywa sasa. Sasa hivi unaunganisha, wanasema United Religion, wanataka kuunganisha dunia moja kuwa kitu kimoja, wasali siku moja, wana ibada yao moja. Hapa wanakusanya sasa, wanakusanya nguvu dunia nzima ifuate hapo. Kuna siri kubwa sana, hapa. Na Mungu anaweza kuchagua wewe, usife, ili anajua wewe unaweza kumtetea katika siku hii. Na kuna wengine hapa Mungu anajua huyu akifika katika hiyo siku hiyo, kitakuwa kimeumana, hawezi kunitetea siku ile, watapumzishwa mapema. Kuna wengine hapa wanapumzishwa mapema, lakini kuna wengine hapa Mungu amewaona hawa wanafaa kunitetea, watabaki 144,000 katika kitabu cha Ufunuo. Hao watamtetea Mungu, watahudumu na kipindi ambapo dunia mambo yamevurugika katika vita hii ya mwisho ya historia ya dunia, Hal Magedon. Vita ya Yakobo ambayo ile mtoto alizungumzia, akaona kwa siku moja. Kwa mfano, kuna watu wengine amri itatokea. Ukisikia amri imetangazwa duniani, inatoka Marekani kwamba jamani, dunia nzima sasa ni kusali siku moja, na nchi itakayotangaza hivyo ni Marekani. Anayepatikana katika kitabu cha Ufunuo 13:11. Ufunuo 13:11. Anapatikana katika kitabu cha Ufunuo 13:11. 13:11 unakuta nchi ya Marekani hapa 13:11. Anajiita kama ni mwana kondoo vile. Yaani kama mwema, lakini kumbe ni mbogo. 13:11 sema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu ya kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, akanena tena kama jinsi shetani anavyomwelekeza. Yaani maana yake pembe mbili, maana yake ni dini na serikali. Yaani nchi ya Marekani ni ya uhuru wa kidini na serikali, vitu viwili havichangamani, ndio maana kama kondoo. Sasa wakati ule unapofika, itatangazwa, napatia historia hapa ya vita ya Yakobo itakavyokuwa. Dunia nzima kusali siku moja. Utakaposikia imetangazwa na nchi ya Marekani hivyo rasmi, ujue mlango wa rehema kwa watu wa Mungu walio kanisani umefungwa. Na uwezo ukafahamu ni lini utafungwa hivi. Itabaki miaka michache tu kwa watu walioko nje ya kanisa. Nje ya kanisa. Wanaambia watu wa Mungu, hata kipindi kile ambapo Wamajusi wanafahamu hadi Yesu Masihi amezaliwa, Wanaisraeli wenyewe walikuwa wajui. Huu nabii ulipaswa ufundishwe kwa watu walitokuwa waanza Sabato. Katika kipindi hiki, katika karne hii ya mwisho, napoelekea mwisho, wajifunze unabii huu, wajikumbushe kila mahali. Tujikumbushe, tusisahau haya. Tulikuwa katika masumbufu ya maisha, hayawezi kupita. Tutatafuta kila kitu, tutatafuta ulimwenguni humu. Lakini hakikisha unatafuta kila kitu. Mungu anakubariki katika biashara zako, Mungu anakubariki katika kazi zako, anakujalia kila kitu, lakini tafuta mambo ya msingi sana kuzingatia. Ni haya unabii, ili kujua alama za nyakati, ili kujiweka tayari. Unashangaa siku unaamka tu, unasubiria Sabato tu kwenda kanisani. Hiyo Sabato pekee yake haiwezi kukusaidia. Lazima ufahamu siri ya kuja kwa Yesu kwa mara ya pili. Lazima utambue alama za nyakati. Lazima ujifunze kila siku. Ukipata mafundisho kama haya, ni bora ukimbie na ujifunze. Sasa sikiliza.
Siku ile itakuwa ni ajabu sana. Na hii siri nawapatia. Mungu anatutetea watu wa Mungu katika, kuna malaika wa Mungu watu katika umbo la kibinadamu. Watatetea watu wa Mungu katika kipindi kile cha mbeleni kule. Na mimi natamani sana kama hiyo siku ikifika na mimi niwepo. Amen. Hata wewe pia natamani uwepo, mtetee Mungu wa mbinguni. Amen. Na huenda watu wengine wasimulia kama hivi, watu watauliwa kama vile zama za giza walivyokuwa wanauliwa. Wewe ngoja nikwambie, huenda wasiuliwe. Ngoja nikwambie, hamna mtu atakaye kufa. Hao 144 hawatakufa mpaka wamwona Kristo wakiwa hai. Yaani hao hawataonja mauti. Yaani hao wamewekwa kundi ka special kwa ajili wasionje mauti. Wanamngojea Yesu wamuone anakuja. Alafu hata mimi ninaona kweli hivi kweli kuna kufa. Unaona kama vile Mungu Yesu akija muda wote ndio tukamwakilisha. Amen. Tamani hivyo kama hata mzee wangu yuko hapa. Hivi unaona kabisa kama kweli hata Yesu muda wote akija unaweza kumtetea. Ngombe ile ni kundi special. Hawataruhusiwa kufa. Ngombe mwambie hiyo siri. Hawatakufa, lakini kwa kitendo chao cha kusubutu kutaka kuwaua watahesabiwa kuwa wamewaua, kwa sababu ya kitabu cha Biblia inasema amuonaye jirani yake vibaya amemfanyaje? Ni muuaji. Lakini watu wa Mungu hawatakufa. Wengine watakuwa magerezani, wengine watakuwa milimani na mistuni. Napatia gia moja hivi kwamba tangazo umetangazwa Marekani, dunia nzima kusali siku moja, itakuwa ni ishara kati ya wewe mtu wa Mungu toka katika mji mkubwa kama hapa Nyamongo uende vijijini. Itakuwa ni sign hiyo. Yaani hiyo itakuwa ni sign. So sasa hivi wamehama, wengine wanahama bila mpangilio wetu, wanakimbia. Wanasema sasa vita imekaribia. Nini unakimbia? Wewe utakufa na njaa. Mungu anasema hivi. Tunaangalia unabii. Unabii huu ni wa muhimu sana. Maisha ya duniani sio ya kudumu. Ukiwa na fedha zako, kazi zako, support kazi ya Mungu. Amen. Fanya kazi ya Mungu. Yote yanapita. Jitahidi sana utafute chochote katika ulimwengu huu. Mungu akubariki. Fanya biashara, fanya kazi kwa nguvu. Tafuta vyeo vyote duniani, alafu support kazi ya Mungu. Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Mwambieni, yote tutaviacha hivi karibuni. Hapo ndio vina thamani. Bwana tangazo lile kutokea, ile tangazo ndio itakuwa ishara kati ya watu wa Mungu kuwa sehemu ya vijijini. Lakini itakapotangaza amri ya kifo, kuwaua, kwa sababu shetani wa uongo atakuja, yule nabii wa uongo ningewasimulia. Nabakia dakika chache tu hapa namaliza. Yule Yesu wa uongo anapokuja anasema, jamani, mapigo ya 7 yanamwagika, Ufunuo 16. Mapigo ya 7 yanapomwagika, mara unapata majibu mabaya, mabovu. Na siku ukiona tu jibu baya bovu limekupata, ujue na wewe umo kwenye mlolongo. Unanisikiliza, unanifuatilia. Ukiona tu mapigo mabaya mabovu yamekupata, ujue kama wewe uko ni miongoni mwa watu ambao sio 144,000. Na majibu yanakuwa ni mabaya dunia nzima. Na sehemu nyingine itakuwa mapigo mengine yatakuwa ni ya vipande. Kwa mfano maji kubadilika kuwa damu. Hatachukua dunia nzima. Kwa sababu kama kufanya hivyo, maana hata watu wa Mungu watapata shida. Kuna vipande. Kuna mapigo ambayo yataenda dunia nzima, mengine tutakuwa nasikia. Jua litachoma. Mpaka watu yaani jua litapewa mamlaka ya kuchoma. Kama mapigo. Sasa wakati mapigo yanatokea hayo, yule Kristo wa uongo sasa ndio anakuja sasa, anashuka yeye. Anaamuru mpaka yaani yeye ana uwezo hata kushinda vyakula ukala. Anawaambia, jamani, mimi nimekuja mara ya pili. Nimekuja. Acha na wao direct sasa hivi wao wa Kenya hao. Wanakuja na kina Petro wamevaa wako na malapa. Nilikuwa kwenye mkutano wa Bobi Yoga, nawaoneshaga hapo. Naonesha jinsi hao Petro wanavyocheza, wana dance. Petro na Yakobo. Alafu na Yesu. Acha yupo anayekuja. Waislamu wanamuita Masihi Dajjal. Wanaita Masihi Dajjal. Ndio yeye wanafahamu. Wanafahamu kama anakuja. Yeye wanafahamu Waislamu kwamba anakuja kumuondoa mpinga Kristo. Na huyo mpinga Kristo hata wamfahamu. Masihi Dajjal. Sasa huyu tunamuita si Masihi, ni Yesu anayekuja. Sasa huyu yeye atakapokuja anawaambiaje? Jamani, mapigo haya mwapata kwa sababu ya hao watu wameshindwa kutambua siku ambayo mimi nimeweka kama waniabudu. Kwa sababu shetani anataka aabudiwe. Ndio maana Mungu aliweka 7 yake kama moja.
Kwa hata mkiwaua hao, amani duniani, hamna majanga tena. Sasa watu wa Mungu, kuna wengine watatamani kula kuwaua kabla hata wakati hujafika, hata amri haijatolewa na kuwaua. Kwa hivyo tu kanisani humu, sawa, tu kanisani humu, hadi amri haijatolewa na kuwaua, wanawavamia watu wa Mungu. Ndipo malaika wa Mungu wanakuwa katika umbo la binadamu, ananyanyuka kwenye viti na wapatia siri hii. Wanaozoea kusikia sauti ya Mungu tu ndio elewa hili, ndio jifunza siri hizi, ndio elewa haya. Unasikia sauti inatoka pale tu katikati, nendeni mbele, tokeni, nendeni mbele. Utakapotoka hapo, ile amri moja, tokeni, nendeni mbele, maadui wako kule mlangoni. Wanapokuja wale watu wa Mungu wako hapo kanisani, wananyanyuka, wanakuja mbele, na mbele kuna ukuta. Hiyo ni Ellen G. White jinsi alivyoona vita Yakobo ilivyokuwa. Unapita hapo, unapofika hapo ukuta utafunguka, watu wa Mungu wanapita. Alafu wale maadui wanapokuja, kuna wengine hawajasikia sauti ya Mungu, wanabaki wamekaa hapo. Wale maadui wanapokuja, hawawafuati wanaokaa hapo, wataenda moja kwa moja mpaka ukutani kuwafuata wale wanaopita ukutani. Wanapofika hapo, wadondoka chini. Wanapodondoka chini, imani ya wale wanaopita kwenye ukuta itawaamsha hao hapo waliobakia. Hiyo ni vita ya Yakobo itakavyokuwa. Milima hizo unazoziona zimewekwa mapango siku ya mwisho, utashangaa sana. Hiyo ni mbeleni huko tunapofikia kufunga historia ya dunia. Nawapatia historia kama Mungu akijalia kufika katika siku hizo ya unabii huu wa Biblia. Tukaribia nyumbani. Hiyo niwaambie tu kama tunakaribia nyumbani. Mapanga, watu wananyanyua mapanga yanabadilika kuwa nyasi. Hiyo umesikia? Kama nyasi, bunduki zinabeuka kama nyasi. Hawatakufa mpaka wamwona Kristo anakuja mbinguni kwa mara ya pili. Amen. Unasema watu watateseka. Watateseka kwa sababu siku hiyo itakuwa kwanza itakuwa ni kuomba, hivi dhambi zangu zimesamehewa kweli? Itakuwa ni vita ndani ya moyo wako. Hivi mateso unayopata, hivi dhambi zangu zimesamehewa kweli? Ni vita. Kesho itakuwa ni kuomba tu, ni kuomba tu. Lakini wengine walipokea chapa leo mikono yao. Tunamalizia hii na kuomba sasa. The front lobe. Kwani Mungu alinda ubongo wa mbele? Tunapomalizia hapo na kuomba sasa, dakika chache tu hapa 5. Kwa nini Mungu analinda ubongo wa mbele? Kwa nini ubongo wa mbele? Slide ya 5, front lobe. Front lobe. Ubongo wa mbele. Kwa nini ubongo wa mbele? Ubongo wa mbele ndio ubongo wa maamuzi. Mungu analinda hapa na shetani analinda hapa. Huu ubongo ndio unatawala mawazo yale ya hiari. Yaani kwa mfano, sasa nataka niende kwenye ibada. Wazo wengine nakwambia, sasa nataka niende kazini. Unachagua kwenda kazini au ibadani. Ni ubongo wa mbele. Ni matendo ya hiari. Yaani ni ubongo wa maamuzi. Mungu alazimishi. Ndio maana katika bustani ya Edeni, hata malaika walimwambiaje Mungu kule mbinguni? Turuhusu tukanyakue lile tunda mkononi mwa Eva, wasilile. Mungu akasema hapana. Yeye ni Mungu mwenye maamuzi. Yeye akaamua kufanyeje? Kusema waache. Kama mimi ni Mungu wao, nimewapa mamlaka. Wachague. Wanitii mimi au la. Malaika wakaacha. Ndivyo walivyofanya hivyo. The front lobe. Nitaka nionyesha hii. Umuhimu wa ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele unatawala maisha yako ya Kikristo. Maisha yako ya Kikristo. Ubongo wa mbele. Ubongo wa mbele, kila kitu unachokifanya ambacho kinafanya maamuzi. Leo nivae nguo gani, nyeupe au nyekundu, ni ubongo wa mbele. Ndio maana Mungu anatia muhuri pale. Na shetani analinda, anataka hii. Ubongo wa mbele. Ubongo wa katikati ni balance kule mwili, haihusiana na mambo mengine ya maamuzi sana kule mwili. Hii inafanya ubongo mwili wako ule stable. Lakini ubongo wa nyuma wenyewe unatawala mambo ambayo sio ya hiari. Kwa mfano, wewe sema hivi, naomba damu ya oksijeni ifike kwenye figo haraka. Hauwezi amrisha. Inaitwa medulla oblongata. Ubongo wa nyuma. Hauwezi, hind brain. Hauwezi. Kwa kuna mtu mmoja anaitwa Phineas, kama
Sema slide zangu leo zimenanili hapo. Phineas alikuwa ni mtengenezaji wa reli. Baadaye chuma kikachomoka. Hiyo inaweza kuwa mzuri kweli mara ya kwanza. Chuma kikachomoka kikamchoma. Kikamchoma.